ICPS TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Karibu katika kipindi cha Education Hub ndani ya ICPS TV. Ni kipindi ambacho kinakuletea viongozi na watu mbalimbali ambao tunajadili masuala tofauti ya elimu. Mtangazaji wako anaitwa Salmi Juma Salmin, karibu sana. Na leo tuna kiongozi mkubwa sana kwa wanafunzi ndani ya chuo cha ICPS. Tamtambulisha na utamwona, wala usiwe na wasiwasi. Na si mwingine, kiongozi huyo ni kama unavyomwona, anaitwa Abdillahi Abdallah Juma. Huyu ni waziri mkuu ndani ya serikali ya wanafunzi ya chuo hiki cha ICPS, na serikali yao inaitwa ICOPSO. Kila sehemu kuna mamlaka, ukiachilia mbali ngazi za walimu, yani uongozi wa walimu na chuo chao, lakini pia wale wanafunzi wenyewe wanashughulikiwa na nani mambo yao. Kwa hiyo kuna serikali ya wanafunzi, na hapa nazungumza na waziri mkuu Mheshimiwa Abdullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hali yako? Alhamdulillah. Habari za kazi? Tunamshukuru Allah. Pole sana na majukumu. Asante, lakini pole sana. Naam, karibu sana. Karibu ICPS TV. Nashukuru. Nimekaribia. Asante sana. Mtazamaji, mada yetu leo tunakwenda kuiangalia ubora wa serikali ya wanafunzi pamoja na majukumu yake. Ubora wa serikali ya wanafunzi pamoja na majukumu yake. Mheshimiwa Abdullah, tunapozungumzia ubora wa serikali yenu na majukumu yenu, tuanze kwanza kwenye haya majukumu. Serikali yenu hasa ina majukumu gani ndani ya chuo hiki? Assalamu alaikum ndugu watazamaji. Kama nilivyoweza kutambulishwa awali, langu jina ni Abdillahi Abdallah Juma, Mheshimiwa Waziri Mkuu katika serikali ya wanafunzi ICOPSO ndani ya chuo cha ICPS. Lakini je, ICPS ni nini? Kirefu chake ni Institutes of Continuing and Professional Study. Hii ni taasisi inayotoa ama inayoendeleza masomo ya kiprofessional ndani ya Zanzibar. Lakini chuo hichi kinapatikana Chukwani, na kiukweli kipo center kwa upande huu wa Chukwani, kwani mwanafunzi ambaye atatokea mjini akapandia gari ya Chukwani, huyu atashuka katika kituo kinachoitwa Msikiti Mwekundu. Pale mkono wake wa kushoto, badala ya kushuka, ataweza kukutana na kibango kinachomwelekeza moja kwa moja mpaka ndani ya chuo cha ICPS. Lakini kwa wanafunzi ambao watakaotokea mfano upande wa daraja bovu, watakaopanda gari ya uwanja wa ndege, hawa nao pia ni rahisi zaidi na kukipata chuo cha ICPS, kwani mwisho wa daladala ya uwanja wa ndege atanyosha ile njia, ama atachukua boda kwa siku ya kwanza kwa shilingi 1000 tu. Ile kimwambia boda nipeleke ICPS ni moja kwa moja, lakini akisema anajisogeza kwa mguu, mbele atakutana na kibango ambacho kitakachomwelekeza moja kwa moja ndani ya chuo cha ICPS. Asante. Majukumu yenu ni yapi? Jukumu la serikali ya wanafunzi ni mengi mno, lakini kwa uchache la awali, kwanza ni kuhakikisha wanafunzi ndani ya chuo wanazifuata sheria zote zilizowekwa ndani ya chuo. Hilo ni jukumu letu la kwanza kama serikali za wanafunzi. Lakini vile vile jukumu letu la pili ni kuhakikisha wanafunzi wanapata haki zao za msingi zote zinazostahili ndani ya chuo, ikiwemo kuweza kusoma kwa wakati, kupatiwa haki zao za kusikilizwa na kuweza kutoa mawazo yao na kuweza kupokelewa, maana hizo pia ni haki za wanafunzi. Kwa hiyo wenye jukumu hilo la kusimamia kwamba haki za wanafunzi zinapatikana ni sisi serikali ya wanafunzi ICOPSO kwa hichi chuo cha ICPS. Nimezunguka katika vyuo vingi sana. Serikali nyingi za wanafunzi zinakuwa sio huru, zinaingiliwa na walimu, zinaingiliwa na utawala, zinaingiliwa na management, uongozi. Serikali yenu ikoje ndani ya chuo hiki cha ICPS? Iko huru? Hili swala funguka mheshimiwa. Hili swala mheshimiwa, ndani ya vyuo vyote linajulikana kwamba uhuru wa moja kwa moja ndani ya chuo hamwezi mkapatiwa, kwa sababu chuo inaamini serikali ya wanafunzi ni department kama department zingine, na si serikali ya chuo bali serikali tu ya wanafunzi. Kwa kuna mambo fulani ambayo tukitaka kuyaingilia, chuo kinapiga full stop ikituambia haya ni mambo ya management. Kwa hiyo kama husika wa management tutaweza kuyashughulikia, ni serikali yaleteni. Kwa hiyo ule uhuru wa moja kwa moja haupo. Mahusiano yenu na management yakoje?
mahusiano sisi na management mpaka muda huu tunashukuru, kwa sababu tukiwa tunahitaji jambo letu kukutana na management, zile process zinakuwa sio kubwa kivile, kwa sababu ya friend interface iliyotengenezwa na management ya chuo. Tukiwa tunahitaji kuweza kuonana na uongozi, kubwa letu sisi ni kumtaarifu Dean, alafu Dean anawapa habari wale, sisi ni moja kwa moja tunaenda. Zile process kubwa za kuzunguka ndani ya chuo chetu hakuna. Na kwa nini hakuna? Wanatambua umuhimu wetu na thamani yetu, kwamba mpaka wanafunzi wanatulia ndani ya chuo ni kwa sababu ya serikali ya wanafunzi iliyokuwepo. Nikupe tena hongera kwa mara ya pili. Asante. Maana ni adimu sana kukutana na vyuo ambavyo watu wanapokuwa kidogo wanaweza kutatua shida za wanafunzi kama hivi. Vyuo vingine inakuwa ni vuta ni kuvute. Inakuwa kidogo ni mtihani sana. Hivi mulishawahi kutatua kesi ngapi kwa mwaka huu? Kesi tulishawahi kutatua si chini ya kesi 3, ndugu mtangazaji, kwa mwaka huu. Ambapo serikali hii ina nusu mwaka tu. Lakini tulishawahi kutatua kesi 3. Ikiwa kesi haikeri kujulikana, unaweza kutuhadithia just case study tu kidogo? Naweza kadisia. Ni kesi ya kawaida ndani ya chuo. Sababu inawezekana mwanafunzi ana uwezo wa kwenda kulipa na akawa ana receipt, lakini feedback chuo hawajapata kama yule mwanafunzi tayari amefanyaje, amelipa. Lakini swala hili tuliweza kulichukua na Mheshimiwa Rais akamkabidhi Waziri Mkuu, na Waziri Mkuu akampatia Waziri wa Fedha, kwa sababu hili ndio jambo lake, pamoja na Waziri wa Elimu. Na swala hilo likatatulika, mwanafunzi akapata haki yake, wala hakwenda kulipa popote. Na hii ni kwa sababu tu ya interface iliyokuwepo baina ya serikali ya wanafunzi na management yao. Naam. Muna wizara ngapi ndani ya serikali yenu? Wizara zetu ni ndogo mno. Wizara 4 mpaka 5 tu ndani ya serikali yetu. Na hii imewekwa kwa sababu ya mahitaji maalum yaliyokuwepo ndani ya hichi chuo. Unaweza kututajia wizara hizo? Naweza nikawatajia. Vile ndo msimamizi mkuu wa wizara hizo. Asante. Wizara ya kwanza ndani ya chuo chetu ni Wizara ya Elimu. Na hii ndo wizara ambayo ina kipaumbele zaidi, kwa sababu kila anayekuja hapa kabla ya kupata uongozi alikuja kwa lengo la kusoma. Kwa hiyo elimu ndo kipaumbele chetu cha kwanza ndani ya wizara zetu hizi. Lakini wizara yetu ya pili ni Katiba na Sheria. Nadhani kama walivyoniambia, malengo yetu makuu ama kazi zetu kuu ni kuambia hata mwanafunzi kuweza kuzifuata kanuni za chuo. Kwa wizara hii iko special kuweza kuhakikisha wanafunzi wanafuata masharti yaliyopo ndani ya chuo, ili chuo kijulikane kama ni chuo na heshima yake ibaki pale pale. Lakini wizara ya 3 tuna Wizara ya Fedha na Mipango. Hii inayodili na mambo yote ya fedha ndani ya serikali zetu. Lakini vile vile ipo Wizara ya Afya na Mazingira. Hii hudili na mambo ya afya, kwa kutuwekea sawa mazingira ili wanafunzi wetu wapate kubaki katika mazingira salama na sehemu ambayo sio hatarishi kiafya, wala hitokuja na matatizo yoyote. Ila wizara ya mwisho ambayo tunaitambua ndani ya chuo chochote, bila wizara hiyo hamna liwalo, ni Wizara ya Habari na Michezo. Tuna wizara hii ambayo inatupatia taarifa zote za ndani ya chuo, update zetu zote za ndani ya chuo. Lakini pia vile vile kusoma kutupu bila kuburudika, hichi kitu kitaboa. Tomana tukaeka Wizara ya Elimu, tukaeka Wizara ya Habari na Michezo, lengo tupate kuburudika kuna siku, tuweke bonanza zetu. Hivi kwenye michezo hiki chuo kina historia gani? Kwa michezo hichi chuo kina historia kubwa sana, ndugu mtangazaji. Hebu tudokeze kidogo. Na historia moja fupi tu ambayo nitakupatia, ya mwaka juzi tuliwahi kuchukua makombe 2 ya VTA. Maana hapa tunayo koza Business Operation Assistance, manake boa. Ilipo VTA na VETA ya ufundi stadi, tuliwahi kuchukua kombe tukawa mshindi ndani ya Unguja. So ile ligi huchezwa Unguja na Pemba. Kwa ndani ya Unguja tulicheza hii ligi na tukawa bingwa, lakini vile vile bingwa wa Unguja anakwenda kucheza na bingwa wa Pemba ili kupatikana mshindi wa Zanzibar. Katika mwaka huo tulibahatika chuo cha ICPS kupitia wanafunzi wetu wa VTA, maana ufundi stadi, wakaweza kupata nafasi ya kuwa vinara ndani ya Zanzibar. Hongereni sana. Asante, na uzuri ingewaletea ushahidi. Tuishie hapo. Na mtazamaji, ni waziri mkuu huyu na ana mambo mengi sana. Unajua waziri mkuu hapa ana mazungumzo ya wizara zote alizozibeba ndani ya chuo hiki. Safi kabisa. Hivi uongozi wenu ukoje? Rais anapatikana kupitia njia gani?
Uongozi wetu, rais anapatikana kwa njia nyepesi sana, lakini njia kuu ni kwamba mfano waziri wangu akiwa na haja na rais moja kwa moja, lazima aninform mimi. No. Nakusudia kwa wanafunzi. Anapatikana vipi kuwa rais hapa? Okay. Hali ya hapa mtu kuwa rais ni hali ya kikatiba kama ya nchi inavyojulikana. Hapa tuna kitu kinachoitwa uchaguzi, na ndani ya chuo chetu rais anakaa kwa muda wa mwaka mmoja. Ikiwa anahitaji tena kuongoza, mwaka pili na uwezo wa kugombea. Ikiwa hitaji atawaachilia wenzake. Kwa hiyo una process hapa ya uchaguzi, na ipo tume huru ndani ya chuo chetu. Ile issue kupita bila kupingwa ipo? Issue ya kupita bila kupingwa, hicho kitu hatukitambui. Ukiwa huna wafuasi ukategemea ubebwe, hicho kitu hatuna. Ila ukiwa na wafuasi wewe, kura zikakubeba, hapo umepita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natamani kuna siku uniletee rais hapa. Hebu nipe tena zile procedure, vipi nipite mpaka nimpate kwenye kipindi? Kwenye kipindi kupita mpaka ukampata rais. Kwanza sio lazima kumfuata Dean of Student. Wewe utakuja kwa upande wa serikali, mfano hata mimi ni mmoja ndani ya serikali, mimi nitakukutanisha na katibu wa rais. So yeye ndo anazitambua ratiba zote za mheshimiwa rais. Na katibu wa rais atalichukua, atakupelekea, alafu atakupangia ni siku gani mheshimiwa rais amekutengea muda kwa ajili ya kuonana naye. Badala ya mheshimiwa rais kumpatia jukumu hilo, mheshimiwa rais atamtaarifu katibu ampelekee Dean, ama rais atalipeleka yeye moja kwa moja kwa Dean, ili Dean asije akaona magena, akaona kama cheo chake tunikidharau. Tafadhali mheshimiwa, niwekee hiyo order. Hamna shida. Nimelipokea na nitalipapatua. Asante sana. Shukrani sana za mtangazaji. Naam, mtazamaji, kama ulivyomsikia Mheshimiwa Abdullahi Abdallah Juma, waziri mkuu ndani ya serikali kupitia chuo cha ICPS amekuelezea. Nikwambie kwamba usiwe na wasiwasi unapojiunga ndani ya ICPS, utakutana na management, lakini pia una wenzako ambao ni serikali ya wanafunzi. Watakushughulikia mambo yako yote kabisa. Utaeleza changamoto zako na wao wapo kwa ajili yako. Hatuna la zaidi. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, ndani ya kipindi hiki cha Education Hub. Hatuna la zaidi, kila la kheri. Maasalam. ICPS TV.